Nishawahi kuongelea kuhusu soko la Dar es Salaam jinsi lilivyo tofauti na masoko mengine. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuchambua soko la Dar es Salaam, soko la Dar es Salaam lina mipaka, huwezi halitoi upana wa kuweza kulichambua. Hata hivyo, soko bado ni changa, alafu makampuni bado ni 20 na ambayo yanafanya vizuri ni 10, na vile vile hayo makampuni hayatoi taarifa kuhusu mienendo ya biashara yao. Kwa hiyo ni ngumu mchambuzi kuchambua soko la hisa la Dar es Salaam, na ndio maana watu wengi huwa wanawekeza kulingana tu na bei, hisia za bei, lakini sio katika uchambuzi kwamba mtu amechambua ndo akaamua awekeze. Hapana. Kwa hiyo soko la Dar es Salaam liko hivyo. Tunatoa update ya bei kwa sababu tuna taarifa za bei, hatuna taarifa ambazo kampuni inatoa mwenendo wa biashara zake. Kwa hiyo hiyo iko hivyo. Ukiona kwamba tunatoa update ya bei ni kulingana na soko la Dar es Salaam limetuwekea mipaka ya kuweza kuchambua makampuni kwa kina. Hata hizo taarifa za biashara hatuwezi tukazipata, na unapokosa hivyo, basi ni ngumu wewe kuchambua kuhusu kampuni fulani. Hisa za kampuni fulani zinakuwa, lakini hakuna chanzo cha ukuaji wa kampuni hiyo. Hisa zinashuka, hakuna sababu za kushuka kwa kampuni. Kwa hiyo ni kwa sababu gani? Mipaka iliyowekwa haiwezi, wewe mchambuzi huwezi ukaifikia kuweza kuchambua soko kwa kina na kujua kwa nini imeshuka, kwa nini imepanda. Kwa hiyo jibu ni kwamba pale watu wanapouza sana, bei itashuka, na pale watu wanaponunua sana, bei itapanda. Kwa hiyo hiyo ndio iko soko la Dar es Salaam, na ndio maana tunatoa tu update ya bei kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, tofauti na masoko mengine. Nisha